Angalia kitu fulani na baba na mama. Kijana ambaye hataka asubiri mgawanyo wa mali baada ya baba kufa, hata kugombania ardhi. Huyo ndio kijana mwenye ushuhuda. Kijana ambaye atapambana kufanya kazi, atasoma, atafanya kile kinachowezekana ili apate kilicho cha kwake mikononi mwake kutoka kwa Bwana wa majeshi Yesu Kristo. Amen. Sema amen. Amen. Kijana mwenye ushuhuda ni yule ambaye anatambua majira yake yaliyoko mbele yake ili atumie vizuri hayo majira kufanya kitu kitakachomletea faida yeye na kizazi chake na kesho yake hiyo Bwana. Amen. Sema amen kwa jina la Yesu. Amen. Yenye ushuhuda. Amen. Usitamani maisha ya mtu mwingine, hata ya baba yako, hata kama unaona ni mazuri, hata ya mama yako, hata kama unaona ni mazuri. Tamani maisha yako. Amen. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Sema amina, sema amina. Amen. Itaidi kutumia karama yako ufanikiwe. Kipawa kinapokuwa ndani ya mtu, kwa yule anayetumia ile karama, ile kipawa vizuri, kinamletea utajiri, kinamletea ufanisi. Amen. Sema amina. Amen. Kinamstawisha. Itaidi kutumia kipawa, karama, haleluya, kwa uhalali, katika kweli ya neno la Mungu, katika mwongozo na usimamizi wa Roho Mtakatifu, kama kijana aliyeokoka na mwenye ushuhuda, ili wafanye wengine wavutwe katika Kristo Yesu Mwokozi wetu. Hivyo hifadhi neno la Mungu. Haleluya kwa jina la Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Namba 9 zinaendelea na nasema moyo, kijana mwenye hazina ndani. Kijana mwenye ushuhuda na mwenye hazina ndani yule mwenye moyo wa kulitunza na kulitafakari na kuyatafakari maagizo ya Mungu siku zote za maisha yake. Kijana mwenye hazina ndani, mwenye ushuhuda, yule mwenye moyo wa kutunza, kutafakari maagizo ya Mungu ama neno la Mungu siku zote za maisha yake. Haleluya. Mungu anamwambia Yoshua, kitabu hiki cha Torati kisitoke kinywani mwako, bali maneno yake yatafakari mchana na usiku, ili upate kufanikisha njia yako. Sema amina kwa jina la Yesu. Angalia kitabu cha Yoshua sura ya 1. Haleluya. Napenda ule mstari wa 8. Mstari wa 8 ndio muhimu sana. Kitabu hiki anaambiwa kijana Yoshua, kijana ambaye alikuwa na ushuhuda ndani ya kanisa, ametunza ushuhuda, kijana mwenye maono, anaambiwa kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali moyo wako uyatafakari maneno yake mchana na usiku, ukaangalie kutenda sawasawa na maneno yote yaliyoandikwa humu, maana ndipo utakapofanikisha njia yako, kisha ndipo utakapo stawi sana. Haleluya. Kijana, weka neno la Mungu moyoni, sio kwa kulisoma. Unalisoma, unalitafakari, unaliishi. Haleluya. Bila nasema Yoshua anaambiwa kitabu hiki kisiondoke, maana nguvu yako ya ushindi, ya kushinda vita, ya kushinda maadui
haitokani na kitu chochote, haitokani na historia yenu na usomi na mambo kama haya. Inatokana na wewe kuyaweka maneno haya moyoni mwako. Haleluya. Amen. Kijana, ili ufanikiwe na usifikie maono yako, lazima neno la Bwana likae moyoni mwako. Amen. Haleluya. Amen. Neno la Kristo ni usalama wako. Sema amen. Amen. Neno la Kristo litakufanikisha njia mbele. Yana wa leo. Haleluya. Kiburi kimejaa, wabishi, hawaelezeki, hawafundishiki tena. Haleluya. Amen. Ili ushinde vita ya maono yako, vita ya kusudi ulilobeba la Mungu ndani, uwe shujaa wa familia yenu, wa kanisa lako, wa taifa lako, unahitaji neno la Mungu ndani yako, kuliishi, kulitafakari mchana na usiku katika kila mipango yako. Haleluya. Amen. Leo vijana, tuna vijana ambao tegemeo na tumaini kwa taifa hili ni wachache sana. Wengi ni wala rushwa, kwa sababu wamefundishwa njia za rushwa ili wafanikiwe. Hawana neno la Mungu ndani, hawana hofu ya Mungu, hawaogopi tena kwamba kuna Mungu ambao wataliishi neno la Mungu ili waokoe taifa, waokoe nchi. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Waokoe nchi kwenye tatizo la rushwa, ubadhilifu, wizi, unyang'anyi. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Waokoe nchi kwenye madawa ya kulevya. Tawatoa vijana ambao watasimama kama Yoshua. Wako wapi? Vijana ambao wataiona Tanzania bora ya kesho iko mikononi mwao. Watapatikana wapi kama sio vijana wenye ushuhuda?